Hii changamoto nesika loba oza mikakatano katika namna yetu ya kusema nalolenge na biso ya kosolo, alafu tunasema tunapitia jangwa kabisa. yango nde tulobaka na oleke la kati nesi. Lakini ningetaka kukuambia ya kama kasi nalingaki na ibisa yote jangwa ni sehemu ya maisha. esobe ezalipe eteni ya bomoi. Niseme vile changamoto ni sehemu ya maisha. Mikakatano oleke la pe ezali eteni. Na ningeweza kukuambia ya kama tika pena ibisa yote hakuna wokovu ambaye inaweza kuzuia changamoto katika maisha yako. ezali na lobiko moko te oyo kokiko pekisa. Utasema umeamini Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, kolomateke no lokolo ndimi Yesu Kristo lokola kolo pe mobikisa, alafu useme ya kama hautapitia jangwa. nde olo bake okokota na kati nesi. Nataka kukuambia ya kama wokovu tunaopokea kwa Kristo na ibisa yote lobiko tozwa na kati na Kristo haisababishe tusipitie jangwa. eosala teke tokota na kati nesobe. Jangwa tutazipitia okokota na kati nesobe hata kama si ni wa Kristo, atako tozaliba Kristo, hata kama hatujaokoka. atako tozaliba pagano. Changamoto ni changamoto za maisha zitatukutanisha, mikakatano minyoko ekokuta biso. lakini utofauti ni kwamba wokovu katika maisha ya Mkristo kasi bokesenezaliete lobiko na kati na bomo ya ni Mkristo, kwamba wokovu unatusaidia kushinda changamoto katika maisha yetu. lobiko tolisiko esunga kabisa kozala balongi na kati na bomo. Ningependa unisikie vizuri asubuhi ya leo, na lingaki ete olandanga malamu nikuambie ya kama wokovu ambayo umepokea kwa Mungu na ibiso ete lobiko tolisiko ozwi na kati na haitasababisha usipatwe na changamoto katika njia zako. lobiko pekisa te okota na kati na minyoko. Changamoto ni sehemu ya maisha, minyoko ezali kaka eteni na kati na bomo. lakini wokovu kutoka kwa Bwana kati lisiko to lobiko kote pa kolo inatusaidia tuwe washindi katika changamoto ambazo zinatupata. esala kaete tozala balongi na kati na Ndio nyoko. maana asubuhi ya leo maombi yangu ni kwamba na yangolo sambo nangana tongo na lelo ezali katika changamoto zozote ambazo utazipitia, na kati na maso okolekela baki mshindi katika changamoto zote, tikala molongi na kati na sababu hata kama unakuwa na Kristo Yesu, pamba te soki ozali na Yesu kolo changamoto zitafika tu. ezali na mikakatano ekula. Ndio maana Yohane mahali tulisoma na yangolo esika totangaki na Jean neno la Mungu linasema ndio bana nzambe zoyebisa biso katika dunia ambamo na waacha ndani yake na kati na mokili oyo esika na tiki bino muna ziki au mateso, ezali na pasi mingi, muna changamoto ambazo mtakutanana nazo. ezali na minyoko to mikakatano bokokuta. Ukasoma mahali pengine neno la Mungu ama Yesu yeye mwenyewe yuko anasema, bisika mususu moko Yesu azoloba nimeuacha katikati ya imbwa za mwitu. naoti kabino kati na banyama zamba ya makasi. Nikutaka kusema Yesu yeye mwenyewe alijua ya kama elingi koloba ye moko Yesu ayebaki alituokoa kabisa, bikisaki biso solo, lakini wokovu ambayo tulipokea kwa Kristo Yesu kasi lubiko wana tozwaki na kati na ye haikuondoa matata na changamoto za dunia. elongolaki te bapasi oyo tozali na. Ningependekeza uambie jirani, mwambie changamoto zipo. yebisa moninga mikakatano ezali kaka. Mwambie jambo la pili, jitahidi ukae na wokovu, sababu wokovu ndio silaha itakayokusaidia kupigana na changamoto. eloko ya mibale yebisa ye kangama na kondima po yango nde kolombisa yo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Changamoto zinafikia watu wote. mikakatano eyaka mpona mutu nyonso. Changamoto zinafikia matajiri, mikakatano eyaka mpona bato ya changamoto zinafikia masikini, mikakatano eyaka mpona bato changamoto zinafikia vijana, hata wazee, wa mama na wa baba. komelaka mutu nyonso ezala elenge koko to mutu ya ndenge nini. Hata watoto wana changamoto zao, ezala pe bana bazali na wanaweza kushindwa kuziexprime, lakini ukiwafuata wana changamoto zao kabisa. bonga mususu bakoki kokoka kotalisa ngo Katika njia zetu kama Wakristo, kati na banzela na biso nyonso. changamoto ni sehemu ya maisha, sio mwisho wa maneno. noyeba mikakatano ezali Hata changamoto zitainuka namna gani, hata kwekotele malolenge nini, hata tutajikuta katika jangwa ya kiasi gani, hata kotokota na esobe lolenge, lakini kila ambacho nimefahamu na kuelewa eloko moko na susoli ni ezali kwamba Bwana angali pamoja nasi hata katika changamoto. kolo azali na biso na Waefeso sura 6 mahali tumesoma sika totangaki na Baefeso Paulo iko ana exhorte taifa la Efeso
Yemoko Paulo azaliko lendisa batu na Efeso. Iko anawaonyesha mambo ya kuzingatia katika njia zao. Azotalisa bango iloko nini bakokangamana ngola. Ili wapambane na changamoto za maisha. Pamba tena kukakobunda na nyoto. Ili wapigane na vitu ambavyo vinaweza kukutana nao. Bo bako kakotelema na makamulizo wakati. Waefeso sura 6. Sika wana tupanga kina Efeso. Neno la Mungu linaonyesha silaha karibu 6. Lilo banazambe utalisa lokola bibunda. Ambazo Mungu anasertifia kama zinaweza kutusaidia. O zambi azondinisa lokola ekokiko sungamisho. Ningependa labda nizitaje hizo 6. Tika natanga yangu. Nikuambie ya kama na ibisa yote Mungu wetu kila mara zambe na biso na ngonga nyoso au kila inapoitwa asubuhi na tongo nyoso Mungu anakuambia usiogope. Zambe azoibisa yo kubanga. Unaposoma Biblia neno la Mungu, soki otangi Bible, ukitafuta neno usiogope katika Biblia yako, soki ozaliko lukalilobolo bi kubanga utaikuta 365 fois. Yoka okokuta ngombala. Na unapoona siku hizi zote, soki pe otangi mikolo nyoso wana siku za mwaka mzima, nde o saliete mikolo ya mbula mwiba. Nikutaka kusema elikikoloba macho ya Mungu miso na Nzambe juu yako ezali likolo na yo kila inapoitwa asubuhi mokolo nyoso. Ndio maana ukiamuka na yango soki otelemi, hata kama hauna audition ya kusikia Mungu, atako soki oyoka ozana na mapenzi kuambia usiogope sababu iko pamoja na wewe. Asia emission deja ke kubanga. Ndio maana sisi tukakonde siku ambazo tumezifanya mpaka sasa. Na yango soki totangi mikolo tosilisi na katika miezi 6 ambayo tuko tunaenda kufunga kwa mwaka huu, na sanza o tozali nango kila siku Mungu amekuambia usiogope. Polo nyusu zanga zo ibso na kubanga. Kama amekuambia usiogope, soki azo ibso kubanga, ni sababu amejua ya kama changamoto ni za kila siku. Ezali pe aibike mikakatano kila inapokucha na mokolo nyoso alafu changamoto zinaka mikakatano izali. Nikuambie ya kama na yebisa yote kadiri Mungu anavyotuwazia mema, lolenge Nzambe azali hivyo ndivyo shetani azalika kabongo anavyotuwazia mabaya kila siku. azali kubongisa mabe pona. Ndio maana katika njia za Bwana yango na kati na nzela Mungu anakuambia usiogope. Nzambe azali sawa kubanga. Hata kama mawazo ya shetani ni mabaya katika njia zako, atako mabongisia alishakuambia usiogope, sababu atakupigania katika changamoto zako. Bwana asifiwe. Amen. Na kuhakikishia ya kama asubuhi ya leo Bwana alishakupigania. Ambia jirani yako usiogope. Macho ya Bwana ni juu yako. Hata magumu itasimama namna gani, ninataka kukurasiria kama Mungu hata kubali ufe kama haujaona ushindi katika njia zako. Na kama hauyafikia ushindi katika njia zako, pambana na changamoto unayopitia ili uwe mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nilikwambia somo letu linasema na yango na bisaki yote matia na biso lobi pambano na changamoto katika maisha yako. Telemela mikakata. Ina maana kusema nini? Elikiko lobani. Ina maana kusema changamoto linaweza kufika. Elikiko loba mikakatano za kaka. Na ikafika unalala usingizi. Soki ekutio za ya kulala. Itazaa mambo mengine mengi katika maisha yako. Makambwebele mabe. Neno la Mungu linasema hivi. Ndio bana Nzambe elobi. Mtu wa pepo mchafu, mtu ya milimo mabe, wanapoondoa mapepo ya mchafu ndani ya maisha yake, bengani milimo mabe na pepo zinaondoka, ebimaka zinaenda kusimama kwa nafasi fulani. Longwa peke hotel besi. Lakini muda kitambo asisima mke zinarudi. Zione mtu yule kama angali sawa. Etala soki mtu wana zitakuta iko vide. Soki ekutie. Neno la Mungu linahakikisha ya kama haziingi yake tena set. Bakota kasuru. Zinaenda zinaita nyingine set.
bakenda kabazwimu na zinakuya zinakaa ndani ya maisha ya mtu, na mtu anafanana vibaya zaidi kuliko jana. Ndio maana katika maisha yako ya kila siku jitahidi kupambana na kila changamoto ambayo inaweza kukufikia wewe binafsi, ambayo inaweza kufikia familia yako, ambayo inaweza kukaa ndani ya kazi yako. Simama na nguvu na waanze kupambana na. Ambia jirani, pambana. Maisha ya Ukristo ni kujua piga vita. Ndio maana neno la Mungu linasema benye batafika mbinguni batapata taji. Hakuna taji bila kupambana. Hakuna taji bila kupigana vita. Ndio maana Paulo iko anaambia watu wa Efeso, anawaambia ya kama mujitahidi sana. Ukasoma silaha 3 za mwanzo zinaafirme na kukonsiderea kama Mungu ni mulinzi wetu, ni silaha za ulinzi juu ya maisha yetu. Ndio maana neno la Mungu linasema, anasema muvae kweli viunoni. Ukisoma ya kufuata anasema muvae diri au muvae haki kifuani. Anasema silaha ya 3, anasema muvae viato kwa ajili ya kutangaza habari njema. Zile ni silaha 3 ambazo Mungu alishakatupatia juu ya sécurité ya maisha. La véracité dans la vie des croyants. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La justice dans la vie des croyants. Et puis ile le fait ya kusimama na kutangaza habari njema ya Kristo, c'est la sécurité totale. Alors ukishuka maverse ya chini, alafu anatupa sasa silaha za kupigana nazo. Silaha 3 nimezitaja. Mungu anatupea kwa ajili ya ulinzi wetu. Lakini silaha 3 za chini Mungu anatupea sisi ili sisi wenyewe tusimame na tupambane na kila kitu kibaya ambacho kinaweza kutufikia. Ndio maana alisema muzivae kabisa, sababu siku za uovu zitakapokaribia, hizo silaha zitawasaidia mpate kusimama wima katika changamoto mnazozipitia. Bwana Yesu asifiwe. Silaha ya kwanza Mungu katupea, anasema ni imani. Alafu anasema imani itatusaidia kuneutralize tous les flèches possibles. Ukasoma pale neno la Mungu linasema imani inatusaidia kuzibia mishale, hapana mshale, lakini mishale yote ya mwovu shetani. Kitu yenyewe inaweza sababisha pepo wachafu wasikufikie mama yangu, baba yangu, c'est avoir la foi à Christ. Ni kuwa na imani kwa Yesu Kristo. Ukawa na imani pepo zinakuogopa. Sokyo zaina kundima milimo mabeki. Ukawa na imani pepo hazitachezea maisha. Sokyo za mtu ya kundima. Ukawa na imani mishale yoyote. Batolotolo nyoso. Unajua ya kama wewe tunaishi katika dunia ambayo tuzaliko bika na kati na mobilioyo. Mishale inatukuta kwa namna yote. Bangu yenyo sasa nikuta kabisa. Inaweza kuwa kukosa mishale yenye iko tellement spirituel yenye inaonekana kabisa kwa ya mulimo wizara kape. Lakini unaweza kukuta mtu anasema na wewe
kasi okuta mtu alobi na yo na unaposikia anayokuambia unasema hii ni mshale kabisa. Sango oyokiwe bimika tena hata si akufa. Oyo yanga yatako na kufite lakini ninaumia. pena uyazokisinga. Neno alilolisema liloba bimisi kati na inaniumiza. Zokisinga so. Ndio maana wengi ndio komona batu ebele wamejiua na hawasemi. Ebele basi ko bibu sababu waliambiwa maneno mazito na wakaona ya kama ni heri wafe. Bomoni eza malamu bakufa kufuatana na neno waliloambiwa. Pona oyo bayisama ni upungufu na ukosefu wa imani. Wanaweza libo lembu pepo sana. Yesu yeye peke anasema yemoko Yesu alobi tutakutana na changamoto, tukokutana na mikakata, lakini arme yenyewe iko puissant. Kasi ebundelo ozali ya imani yako kwa Kristo ezali kondima. Jambo la pili anasema yami bale ezali silaha ambayo itatusaidia kupigana na changamoto. Oye bundelo kusunga biso na anasema neno la Mungu kama upanga. Liloba na Nzambe lokola upanga. Wakati nilifika mahali pale tango na kama kiwana nikakumbuka role na kazi ya upanga. Wana nena kanisa ki musala ya upanga ikaingia ndani ya hekalu mahali hapa. Obiso ni mashite koti hawa. Na mtu wa mpanga anasimama mahali hapa. Kwa mashite telemi hawa. Anaanzia huku mbele kwa rafiki yangu Papa Kazi. Na anakata kichwa ya Papa Kazi. Soki kama mtumo kwa itei hawa. Hata mie sitabakia hapa. Mungu akotele wate. Tout le monde va fuir. Bangu. Sababu shida imefanya nini? Imeingia. Tata igoti. Ndio maana Mungu anasema silaha yetu haiko ba machete. Ibundelo na biso za la machete otu. Haiko ba machete physique. Oto mona na nzoto. Silaha yenyewe tuko nayo ni nini? Neno la Mungu ndani ya maisha. Ndio Bwana Nzambe na kati na ndio maana neno la Mungu lilimsaidia Yesu kushinda changamoto. Sungaki Yesu ko bulonga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma neno la Mungu yo Yesu mwana wa Mungu yemoko Yesu Kristo mwana mwenye anaombaka directement na maombi yake nenda kwa Baba. Anaomba 40 jours. Anaomba 40 nuits. Lakini sababu iko katika dunia ya changamoto, yeye kutoka kwenye maombi, Biblia inasema shetani kamchukua na maombi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikutaka kusema changamoto haiogopa namna yako ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uombe usiombe changamoto ipo. Usambela uombe usiombe changamoto iko. Usambela tendi kata. Ukuye kuchisomo usikuye changamoto iko. Oya na kilte uzanga koya mikata. Changamoto ni sehemu ya maisha. Lakini sio mwisho wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Silaha ya pili ambayo inakusaidia kupigana vita c'est la parole de Dieu, neno la Mungu. Silaha ya tatu ambayo Paulo anaonesha watu wa Efeso. Paulo azotani sana watu wa Efeso. Ukisoma pale chini anasema muombe. Alobi losambo. Na anasema mudumu katika kuomba Mungu. Boumela na kati na kusamba. Mumtafute Mungu. Boko kakoluka Nzambe. Ili aweze kuwasaidia. Po ako kakusunga bino. Alafu nikuambie hivi. Tika na ibisa yote. Changamoto yako ikakatana nayo inaweza kuwa imekuwa ndefu. Eko kiko zala ezwimo nga imekawia. Umelipeza. Umeomba. Usambeli. Umefunga. Uskilipe. Umejinyima mambo mengi katika njia zako. Vipekisi makambo ebele na kati na banzina na yo. Na hauoni msaada. Kasi umoni lisungi. Nataka nikuambie ya kama tika na ibisa yote. Mara pengine haujajua changamoto lako ni la kategori gani. Eko kiko zala kama usosolite mikakatana na yo ezalia. Aina mbili ya changamoto. Ezali na lolenge ni bale ya mikakatana. Changamoto ya kwanza ya liboso. Ndio yetu tunaita changamoto ya kawaida. Leo tumona kaka ya mume sana. Changamoto za kawaida. Ya mume sana. Ndio zile za dunia za kawaida. Leo ya mokili tumona kaka. Ukosefu wa chakula ni changamoto ya kawaida. Ukosefu wa mavazi ni changamoto ya kawaida. Shida ya kabambi katika maisha ya Wakristo leo ni ile confusion kabambi ambayo tumekuwa ndani yake.
tumeshindwa kudistingue changamoto ya kawaida na changamoto za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwape mfano huu. Unatoka mahali hapa, unachukua gari, unaenda Butembo. Wakati mnafika Nyanya, unapata crevaison, pineni inapasuka. Pineni ikipasuka, alafu shoferi anawaambia tushuke. Anasema pine imepasuka. Na anasema tupige magoti tuanze kuomba Mungu pine ipate pumzi na tuendelee na safari. Alafu mnapiga magoti. Alafu mnaanza kuomba Bwana asante kwa kututosha Kisangani mpaka Nyanya. Tuko mahali hapa pine tumepata crevaison. Lakini Bwana tunataka muujiza wako ushuke na ufungue pine kwenye gari. Alafu wewe mwenyewe katia pumzi ndani ya pine. Na alafu tufike Butembo na safari na tufike salama. Amen. Utafungua macho. Pine itakuwa ingali na pasuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ni changamoto la kawaida. Changamoto ile linaomba akili ya shoferi. Anasema pine imepasuka, tufungue pine haraka, tutafute ule wa kutengeneza, atengeneze na atie pumzi, alafu tuendeleze safari na tufike salama. Niwape mfano yenye iko Bibliki. Luka sura 15. Mwana mpotevu anaomba pesa. Anapoomba pesa, anaenda anachezea pesa yake. Anapochezea pesa zake, anajikuta hana lolote. Neno la Mungu napolisoma, kijana ule hakuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma lile neno, Biblia inasema yule kijana kakaa. Wakati alipokaa, akaanza kufikiria. Anasema mimi niko mwana wa baba. Namna gani ninaweza kula na nguruwe? Anasema haiwezekani. Nitarudi karibu na baba yangu, nimwambie nimekukosea na nimekosea juu ya Mungu. Alafu nisamehe. Hata nikuwe yule mwenye anaweza kufanya kazi katika aliomba. Alitumikisha nini? Changamoto la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengine ni ya kawaida. Ukaleta mambo ya kawaida uombewe, usaidiwe katika ulimwengu wa roho. Mungu anapokutazama, alafu anakutazama, unaomba, mwaka inaisha, mwaka ingine inaisha, na unasema sie tu tunaombaka mimi wapi? Bien aimé dans le Seigneur, fikiria changamoto ambayo huko ndani yake inatokana na nini? Ni ya kawaida ama inatokana na kiroho? Unaona sehemu ya pili ya changamoto, changamoto ya kiroho. Na nikuambie changamoto ya kiroho ni mbaya sana, Papa Mandela, sababu inatengenezwa ndani ya ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu anaweza kuzaliwa, na mtu akizaliwa anazaliwa na anomali fulani. Kumbe ni changamoto ilifanyika ndani ya ulimwengu wa giza, na alafu likamshinikiza maisha yake yote. Lile jambo kusudi liondoke, aliombe akili, aliombe nguvu ya watu. Ninaomba upige magoti, uingie ndani ya kiroho, sababu liko na origine ndani ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unielewe asubuhi ya leo, sababu mambo mengi yametusumbusha, mambo mengi yametusumbua, na labda tumechokesha hata waombezi.
wale ambao wanatuombea, sababu kwanza sisi wenyewe hatujui chanjo ya changamoto ambayo tunaipitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Katika changamoto za kiroho, ni wapo mfano ya halisi ya Biblia. Ukasoma kitabu cha Mwanzo, utakuta habari za Esau na Jacob. Unaposoma habari hizi, utaelewa ya kama mama yake na hao watoto alipochukua mimba, neno la Mungu linasema yeye mwenyewe akaanza kukuta ndani ya tumbo yake kuko Esau papa. Neno la Mungu linahakikisha ya kama yeye mwenyewe akaenda kumtafuta Mungu, amuulize Mungu, amwambie kuna nini katika tumbo yako. Neno la Mungu linasema Mungu akamwambia, akasema ndani ya tumbo yako kuna mataifa mawili, alafu utakapozaa mapasa wawili. Akamwambia na kusema mdogo atarithi urithi wa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Seki changamoto ya vita inaanza katika tumbo, lakini deja Esau anazaliwa na changamoto ya kiroho yenye heritage yenye angipata ile loi de l'aise. Deja katika ulimwengu ya roho, mbingu ishaka decide que c'est le fils mdogo ndiye atafanyaka nini? Je atarithi. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto ya kiroho. Nataka mnielewe vizuri. Nataka mnielewe vizuri. Unapojifunza haya maneno, ndio maana utakuta sababu Mungu alikuwa alisharevele mama mambo yatakayofanyika. Neno la Mungu linahakikisha kama wakati baba alitaka kubariki mkubwa, tangu Nzambe alingati ya pambo la yaya, wakati mama aliposikia, tangu kaka mama yogati, akasema ahadi nililoambiwa inafanya nini? Ila kana zwaki ngongana nguvu. Niwaambie wapendwa katika Kristo, na hivi sabino bure yo Esau yenyewe inamtesi iloko zonyo lai ni sababu alikuwa rafiki ya baba. Ezalipo zalaki penda ami proche. Na yenyewe inasaidia Jacob aweze kurekipere droit de l'aise ya Esau. Sababu aibaki rafiki ya mama. Sababu mama katika ulimwengu wa roho, mama alifahamu le pourquoi ya vita katika tumbo. Mama susu ya kipo na nini? Na alikuwa deja na revelation kutoka kwa Bwana. Ili Jacob aonekane kuwa yule ambaye atachukua urithi wa Esau. Jacob azala oya kuzalibula ya Esau. Sipendi kuingia mahali pale sana. Lakini ninataka kukuambia nini? Unaweza kujikuta katika changamoto la kiroho. Na labda uzazi wako anaweza kuwa haiko tena. Ukasoma neno la Mungu. Neno la Mungu linahakikisha, linasema tafuta mzazi wa kiroho ili akusaidie, akuokoe katika changamoto lile la kiroho ambalo wewe ulikuwa haufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kusema hivi. Unaweza kuwa mahali hapa, umeomba, umetafuta huku na kule, haiwezekani. Je, una mama au baba wa kiroho unayeelezea maneno yako na mnaomba pamoja naye? Ambia wazee, nionyeshe mantoro wako. Mtu asunga kayo. Mwambie nionyeshe baba yako ya kiroho. Ndio aebi oya la kisakayo mingi koleka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnajua shida zitaendelea kubakia shida katika maisha yetu. Mikakata na iko umele wakati na bomba. Ni sababu hatujue kudistingue zile changamoto aina mbili. Pamba teto kokokate ko pesenisa mikakata na loloni wale wana. Kwa wanafunzi, ona ba yekoni
Changamoto ya kuweza shule. Soki mtu alongite inaomba kusoma. Soki olio longa isengeli yotanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanafunzi wako hapa. Wale baitidian boza kusudi ufaulu katika shule. Poko kakozwa nakati na soma. Zwa munga ya kutanga. Kama hautasoma, soki ukutanga te, uko unatayarisha shida katika njia zako. Kubogisa mikakata na nakati na bomo. Katika domene zozote. Nakati na nyoso tulekilaka. Hata katika huduma zozote. Hata na lutongo nyoso. Kama unataka upambane na kushindana na changamoto ambazo unaweza kukutana nazo katika huduma, soki uzalina kosa kotele funze kwa watu wengine. Mekako yeko la nabati musu. Kuwa na mwalimu wako wa kiroho. Zalana mtoto tria kayola. Yenye na kosea Esau katika njia zake. Ezangela kiezai. Aliwaza kabisa ya kama kanisa kiete sele fizike kwenda tafuta Julien kene kuluka kaba nyama nje itamupa droit de naissance ya ngode ko pesa yeye. Kumbe shida ilikuwa iko deja du point de vue spirituel. Zokande ilibidi aingie kiroho, izalaki na kati ajue le pourquoi ya ile phénomène, bongaki yakota na kati ya pourquoi ajitahidi kusimama ili apigane vita kwa kokakoteni makubunda. Changamoto nikakatano katika ndoa yako na kati na libota nayo inaweza kuwa ya kawaida. Kukuza zala pia mumesana. Inaweza kuwa maombi ndio haitakusaidia. Kukuza la tangu susu losambo ndio usuna. Inaweza kuwa wewe na mama mkipatana mambo yanatembea. Kama susu kwa ufanyika bosulo lipema kama katika kazi yako. Nakati na msala nayo. Inaweza kuwa wewe ukapatana na wafanyakazi na maneno inatembea sana. Kukuza kama boyoka nikaiona basali. Mambo yote hakutaileta dans le monde spirituel. Nusu toko memango na kati na molimo tena. Mambo mengine Mungu ameresoudre. Kama mususu mayele na yoka kanza. Ndio maana anasema alitumba kwa sura na mfano wake. Yango zolo ba pesa kila kibiso na lolenge na yeye. Na mashairi mengine kahakikisha kama sisi ni miungu. Susu tutaanza biso tutape banza. Kama ni Mungu tunaitwa kutumikisha akili ambayo Mungu ametupea. Soki tuzali pe banzambe mketo sale la oma yeye asiko pesa. Ili tutoke katika changamoto. Usoko kwa gobiba na kati na abi. Lakini changamoto zingine vile kasi mikakata na ususu pesa nitaomba upige magoti. Kusenga pe ofuka. Changamoto zingine ususu pe kusenga ni za kiroho. Zali ya mulimu. Zinaomba uingie katika kiroho. Kusenga okota pe na kati. Ndio maana neno la Mungu linasema d'ailleurs, ndio bwana zangu zoloba waabudu halisi babumba mbele ya solo watamwabudu Bwana katika roho na kweli. babumba mbele ya zambi na kati na sekutaka kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kuliko kumba mbele ya zambi na sio kufunga macho, zaliko kanganisho sio kulala chini, zaka kulala na sende, ni mambo ya kiroho, zalima kama mwili, ni mambo ya wewe na Mungu, makambo ya yona zambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Changamoto lako sijui kama ni la aina gani kati ya aina hizi mbili. Tuebite mikakatano naweza lolengeni. Alafu najua ya kama yangu na hivi katika asubuhi ya leo na tungo na lilo Mungu atakufanya mshindi katika changamoto yako. Zambe ya kusana uzala mlongi na kati na unyosi. Nasema katika asubuhi ya leo na lobi na kati na tongo na sika. Najua kama Mungu atakufanya mshindi katika changamoto hiyo. Na yeye Zambe ya kusana mlongi na nyosi. Ukasoma mfano wa pili katika kitabu kile cha Esther. Dakisami bale na kati na buku Esther. Jambo lililompata Esther pamoja na Mordekai. Mikambo wewe kutakaye na Mordekai. Halikuwa jambo la kawaida. Mardoche na Esther zalaki haikuwa jambo la kawaida. Zalaki peda ya Moisa. Unaposoma habari ile, soki utangi wana utaelewa kama ilikuwa changamoto la kiroho. Zalaki likamba mulimo. Ndio maana Esther aliweza kumwambia myomba wake Mardoche. Yango aisaki Mardoche. Akasema ya kama wewe ufunge pamoja na watu wetu. Sana okila na mimi nitafunga pamoja na watu wangu. Kaipena kokila na Mungu atuonekane. Puis effectivement Mungu akawapigania na akawaokoa katika changamoto ambalo lingeweza kuua taifa mzima. Zambe amimonisaki na libota na hiyo suluhu. Wapendwa katika Kristo, walinga mikati na kolo. Changamoto sio mwisho wa maneno. Makambo kaka ya ngomoko za changamoto ni sehemu ya maisha. Baminyoko wana izalika kaitiki. Changamoto itapita. Ikonikana ngo. Alafu jitahidi kuvaa silaha. Jinsi Waefeso imetoka kutuambia. Sala olata bibunde. Alafu nikuambie mambo matatu au manne.
ambaye anaweza kutusaidia ili tuweze kupigana na changamoto. Jambo la kwanza nimelisema d'une manière ou d'une autre, nimesema ya kama changamoto itakuja kwa Wakristo wote, hata na wale wasio Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia voisin, si wote tuko victime. Vous avez Christ dans votre vie. Na hauya mpokea ka unakaa pale. Na bado huja mpokea. Niye na wewe hatu ya pombe. Tubiki na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Changamoto mikakatano ni sehemu ya maisha. Nizalie teni ya Mungu. Changamoto mikakatano inakuja kwa watu wote. Yaka hakuna mtu nyoso. Tunaweza kushimama na kusema tunabomoa, tunakatakata, tunafanya yenye tunafanya, kama hatutaelewa origine ya changamoto ambayo tumejikuta ndani yake, tunaweza kuchoka bure. Tunaweza kuchoka bure. Changamoto inakuta Wakristo, sababu ilikuta hata Yesu. Yesu yeye mwenyewe katika changamoto. Lakini kitu kilichomsaidia katika changamoto aliyopitia, aliweza kukaa na neno la Mungu. Neno la Mungu likamfanya kuwa mshindi kabisa katika changamoto alilolipitia. Jean 16:33 inasema ulimwengu huu ni ulimwengu wa ziki. Ile ndio versi yangu ilisema. Ukasoma hata habari za Yesu, na ukatafuta la signification ya concept ziki, ni vitu vichungu sana ambavyo kila mara vikifika kama Wakristo tunasemaka basi Mungu hiki kikombe kinipitie. Sababu ni vikombe vichungu kabisa. Lakini kitu ambacho kitakusaidia bien-aimé, rassure-toi kama neno la Mungu ni ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata tutaombea changamoto, hata tutaombea vita ishe kukongo, apart la guerre, musika na bitumba, Ebola, maladie za apart Ebola, musika na Ebola, kuko makatastrophe naturelle, zalipina makambule kaka na coup de foudre inapiga watu wake ebuma. À part tout ça, les accidents partout. À part ile yote, vifo vya bila hata kugonjwa. Unatembea na mtu, jioni banakuita banasema amekufa. Nikutaka kusema dunia ambamo tunakaa ndani yake ni dunia ya changamoto. Batoto wanatushinda. Unazaa mtoto, unamfurahia, unamfanyia chochote unachotaka kizuri, mwisho anakulewea pombe, mwisho anakuonyesha mkuki, anasema nitakuua. Nakumbuka la fois passée wakati waliiba pano zetu pale, wakati walikamata mwizi yule, mwizi yule alikuwa analia hivi, alikuwa anasema hivi, na tuko naye pale kubiro ya la polisi, anasema baba yangu akifika mahali nitamuua, sababu yeye ndiye anaacha ninakuwa katika hali hii. Baba yule hakuzaa ubi alizaa. Alizaa baraka, alizaa balao. Alizaa mtoto
akota kile mwana hakuzaa Balaamu. Lakini sababu ya changamoto pona mikakatano za dunia hii ya mokili oyo zikakutana naye. Ndio maana hata zinakutana na watoto ya pastor. Yango kutana kapena bana basa. Yeye liko kwenye neno la Mungu. Bao bafandi na kati na ndio bwana. Lakini wanavuruga. Basi wavuruga. Bwana Yesu asifiwe. La fois passée nilikuwa mahali hapa. Nazaraki hawa. Ilikuwa mardi katika maombi. Nazaraki na prayer. Tulikuwa tukiomba. Tunaomba. Mtoto yangu mwana nanga nikaona katokea nje. Akaenda kukamata fimbo. Alipoingia kanisani akaanza kuwapiga wenzake. Wakati nilifungua macho kidogo nikakosa nianze mkamata asipige wengine fimbo au niendelee kuomba. Nikasema watu wenyewe wanafunga macho. Wakati wataona mtoto hivyo anapiga watu fimbo kwa kumuona mwana zobeta katika kanisa. Tena wapastor akasema pastor kweli iko naomba nini nini? Sianze kuombea watoto wake. Naona bana ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi dunia ya changamoto. Changamoto haioni mchungaji. Changamoto haioni muombaji. Changamoto haioni mzee wa kanisa. Changamoto ikifika inafikia wote. Yeye inatusaidia kushinda changamoto. Ni neno la Mungu ndani mwetu. Sasa yule mtoto ibidi apate kikato ya neno la Mungu. Kama neno haliyakaa kabisa atabakia defi katika societe, atabakia mzigo kwa watu, atabakia mzigo kwa familia. Wapendwa katika Kristo, ndio maana Paulo iko anasema katika Waefeso, anasema silaha ya kuvaa ni kuomba sana kwa ajili ya watu wa nyumba ya imani iliyo ili tuweze kufikia kiwango cha kushinda changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sipetetre wewe ungeshindwa kuomba tena. Yeye nilimwacha endelee na kazi yake. Nikaomba Mungu. Lakini sasa nilifika kwa nyumba tangu anakomea pale. Mweje ile tamu. Ya kusema na yeye. Gael yaka niyo sana. Depuis ce jour là si aonaka na chokoza mtu. Depuis mkoloana atungisaka suku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama alichokoza wako msamehe. Umwambie tu ni changamoto. Izali nikakata mkoma. Ile ni jambo la kwanza. Changamoto nikakata iko. Izali kwa wazee, pona bapakani bomba, watumishi, pona batuyoso basali. Kwa kanisa yote ya defi. Na kati na mangomba yoso. Ukakimbia sebe kasi mesta. Onga na libisu sebe kate. Unasema hakuna upendo hapa. Bolingo sawa. Watu wabaya hapa. Bazaya mabaya. Basi tutakwambia enda mchenyechi kwamba upendo. Ngana kiena esi. Sasa utafika kayo. Asisi ukomi kuna. Unaweza kutake kumbe hata semester tuko bie kushindia. Hata semester za kimo malamu kolekawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaishi changamoto. Kuzubika makamu. Les défis sont multiples. Les défis sont autour de nous. Na nikwambie jambo lingine. Ukakwepa changamoto, sokipe ukimi mikakatano, unaweza kuwa umekwepa ushindi wako. Okokiko zalape ukimi elonga nayo. Mungu atusaidie sana. Jambo la pili, ya mibale, changamoto mikakatano ama kiwango cha changamoto yako dona esika ukizara na mikakatano nayo ndio kiwango cha ushindi wako. Yamone niveau pe ya victoire na ya ilonga. Kiwango cha matatizo yako na lolengo zali na kati na mikakatano nayo. Kiwango cha vipindi jinsi unavyovipitia na lolengo zole kila na mikakatano nayo ndio kiwango cha victoire katika maisha yako. Yango pende itandowe kwa umemopena na. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali pengine ukasoma kitabu je pense Jean, kitabu cha Yohana. Nilisoma pasa. Natanga kina ulika. Mahali pale Biblia inasema
Mufurahi unapojaribiwa. Wakati mikakatano au wakati changamoto zinazidi, mwandishi wa kitabu cha Yohana anasema muwe na furaha, sababu kadiri mnavyojaribiwa hivyo ndio kiwango cha ushindi mahali Mungu anawaandaa. Mwingine kasema hivi, kasema mbolewa ya imani ni majaribu. Nisaidie kuambia Bwana, tutajua kagisi uko na imani je na hujaribiwa. Vous savez, ici il y a les gens, ce sont des chrétiens koleka Yesu. Maana yake wa Kristo kabisa wakupita na Yesu. Alafu tutajua hii kuiba umkosee kidogo. Zangela libaku mke. Ndio utajua kesho Yesu akosa haiko hapo. Utakuta sasa. Ukutana. Bwana Yesu asifiwe. Batu wiko hapa, watu basa hawa ni wa Kristo kabisa. Bazali wa Kristo. Ni wa Kristo. Kristo te. Lakini ukiwakosea kutana na puli na yeye, ama mtoto wake apigwe na mtoto wa jirani, nekako usiku tukisaka mwana naye atakwambia maneno ya kanisa ni ngomba na iacha kule kusimesta. Hapa tuko mueneo ukutaninde, tukikuwa kule tunakuwa watakatifu. Sio tukutani kuna tuzaba sana, tukaonekana huku sio tukutani hawa maneno yanaharibika. Hawa eba dossier changamoto. Mzani kaka. Kadiri changamoto zinavyokuwa zaidi, lolenge uzaliko kende mingi na mikakatano, hivyo ndivyo degree ya victoire yako iko. Ezali pe lolenge wanande pe kolonga na yo ezali. Ndio maana mtu mwingine akasema, yangu kutuzusa lobaki, kadiri watu wanavyokuinua juu, ndenge watu bazaliko tombo lao likolo, hivyo ndivyo shetani anapanda juu. Ezali na lolenge wanapende satana mama. Kama hautasimama katika neno, soki ukofana na kati na bilobate, na anasema kuanguka kwako, soki pe umeka kukwea, anguko lako kukwea na yo ni kubwa sana. Kozala ya matata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wakasema wewe ni mzuri. Uzama lamu ni vizuri. Uzama lamu. Lakini naye ni changamoto. Yango pesa matata, sababu shetani atatafuta aoneshe watu kwamba wewe si mzuri. Sasa kuruka nyoso hata liseme uzama tumalamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kadiri unaingizwa katika changamoto, lolenge uzaliko kota nani kakata, elewa kwamba ni kiwango cha kupanda juu katika imani yako. Ezali lolenge ya kumata, ni kiwango cha kuonekana sawa shujaa katika njia zako. Ezali lolenge ya kuona na peda ilombe. Watu wakikusema soki batu batungio, alafu piga mikono sababu watu wamekusema. Beta maboko. Katika juma hili mtu aliweza kuniita, niliambia wazee, mtu wabenga kinga na posto ile kaki, akasema pastor tie tribal, uzao tupenda bukabwani, akanitombokea kabisa. Sijui kama nitombokea sababu gani, uzao tumabeza, roho yangu ikachoka, mtema na ngende mbaki. Nikaita papa kazi, nikasema ule mtu nenda mprouver que siko tribal, nazoke dotali saite na zaka, niende karibu na kupona batu nake. Bon, papa kazi alitaka kunishirikisha, alibaki akamanga. Journée ikapita, akaniuliza ulienda kule? Tuliokende kuna, nikamwambia nitenda anza namna gani? Bwana nini? Nikaambia wengine, naisa kiba kumsusu. Nilipowaambia tangu naisa kibango, wakaniambia pardon. Waisinga ule mtu atakuumiza zaidi. Mtu ana kuzokisa mingi kwa nyamaza, batela motema panda na kadiri mtu anavyotafuta kukudiabolize, anatafuta akuharibu wewe ufurahi. Ile ndio neno la Mungu, sababu iko anakubeba yeye pasipo kuchoka. Soki mtu azoli nazo kisao mingi au ngabebi sayo sepela kwa azoli ngakombema yo likolosepela. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio maana tunaweza kuona watu leo na yango tukokumona batu lelo ni matajiri sana, lakini walipitia changamoto. Ukauliza maisha yao na wanaanza kukuelezea jinsi wamekuwa na pesa leo. Bakete wewe hautasiporte, lakini walibaki imara, hawakujali maneno ya watu, wakaendelea kutafuta. Waliporwa vitu vyao, wakanyanyaswa, lakini hawakulala usingizi, wakasimama tena, wakapambana na changamoto, na leo wameitwa na majina ambayo nataka kukuambia, endelea hata kama watu watasema. Jitahidi kukaza hata kama watu watakukataa. Jitahidi kukaza safari katika kile ambacho unachokifanya. Siku moja wale watu watasema hakika uko na Mungu na utupatie kusehemu ya ule Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Changamoto inatubeba viwango vya juu. Changamoto inatupandisha. Changamoto ikifika usianze kuona watu. Changamoto ikifika unasema Mungu unajua. Sababu sina probleme na mtu yeyote, sikukosea mtu yeyote, najua hiki ni kipimo cha imani. Mimi nitaendelea wala sitabaki nikilala. Utafikia malengo yako. Batakuona ukiendelea. Wenye walisema utakufa mwaka huu, batakuona ukiishi mwaka kesho. Wenye walisema utafunga, batakuona ukiendelea. Batakuta mlango wako uko wazi, sababu ulisimama na ukaelewa ya kama changamoto inaweza kutosha mtu chini na inamfikisha mahali juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Changamoto ya Daudi ni Goliathi. Nani angejua? Nani alingaki aimba? Avec l'armure yenye Goliathi alikuwa anavaa. Mabi bundelo nyoso Goliathi azaki. Nani alijua kama jiwe inaweza pasua armure zile silaha alizojivika alafu zimpige Goliathi? Nani alingaki aimba eti mwa libanga kaka alingaki aimba? Ilibidi David akutanane na Goliathi kusudi aitwe mfano. Singela ki David kwa kama mfano. Bwana Yesu asifiwe. Ile dans le désert kule iko nalisha kondoo. Nakati lesome au batela mapati. Iko kule mbali mzarauliwa. Azalia kuchuna mama. Tayari wakati anaenda kwenye vita, kutu tangu akeleki mbuni. Ndugu zake wakasema hapana wewe. Ndekolewa petit. Ola neglige. Wakaona hana nguvu kabisa. Wameona za pamba. Lakini sababu utukufu ya David ilivichama ndani ya Goliathi. Kumbe presence ya Goliathi mbele ya Daudi. Kembo na David zalaki ya ngoma wakati na Goliathi. Ndio ilikuwa uponyaji wake. Ya ngone zalaki kuneto la manai. Ingekuwa mimi ningesema, wewe zalakanga, Mungu nisaidie nikutanane na Goliathi maisha yangu. Nakutazama Goliathi msusu na beka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaogopa wanasema na imani kidogo hii. Nimezaa mkebo. Probleme ni imani. Probleme ni uwezo kidogo ambao unakuwa nayo. Mkebo kwambie baraka zako pambo ni nayo inafichama katika Goliathi wako. Wakati na Goliathi. Jitahidi Mungu akukutanishe naye. Salama kasi yokutana na Goliathi. Na siku utakutana naye. Mkoropeko kukutana naye. Mungu atakufanya mshindi. Zambi ya kusala uza la bolongi na atakuweka juu. Pia kutia ulikulu. Changamoto kubwa ambalo Yesu anakutana nayo. Mkakatana minene ilibidi Yesu aingie ndani ya kaburi. Sengela ki Yesu akutana kati na punda. Ili akitoka katika kaburi tumite Masia. Sima na kusekwa tobe. Kama Yesu asingelifufuka
Kumbuka neno la Mungu linasema Yesu ase kwa kate. Imani yetu na mafundisho yetu ingekuwa bure. Undima na biso inakeza la pa. Kama tunaweza kuita Yesu mshindi, soki tokokiko benga Yesu sababu alikutana na changamoto kwanza, kutana kina mikakatano. Na ile changamoto hakulikimbia. Pewa na akima kiamboje. Na akakubali afe kama Mungu. Andimaki akufa lokola nzala. Isitoshe akakubali azikwe kama mtu. Andimi akunda malokola mtu. Na kisha siku 3 akawa mshindi. Asima mikunisa tu azwaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuache Mungu baadhi batuzike bandugu. Totika bangona bakunda biso. Sababu wakati watatuzika usimana kukunda biso tutaoza. Tukukula. Tukioza kule ndani tukipeto poli. Kumbe tutakuwa tuko tunajitafuta. Wana tokoza tuzaliko na wakati tutaota. Soki tobimi hawatashangaa. Kukamwa te. Lakini watajifunza na kusema bakoyeko na nakoloba. Mungu wako Nzambe nayo atakuwa Mungu wako. Azala pesa kwa sababu ya vita ambavyo tutakuwa umevishinda. Pona longa oyo kuzana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tukipanda hata mimea ya maharagi, soki tuolo na pema desu. Maharagi inapitia changamoto. Ndio pasi ifo ikauke kwa juu. Moi makasi. Maharagi haiwezi kuota na ikukauka hata kidogo. Iko bima teso ki inaomba ikauke na jua. Usina boy. Ikikauka na jua, soki ikauki inaomba ipelekwe shambani. Bame mangona. Ikipelekwa shambani